Leo nimefikisha followers 60,000. Thanks so much kwa watu ambao huwa mnanisupport. Ila leo nitatoa documentary fupi kabisa kwenye kunihusu mimi. Okay. Mimi naitwa Kayden TZ. Au watu wananiita Mr. Chengine. Kwa nini Kayden TZ na kwa nini Mr. Chengine? Kwani haya majina na asili gani na yametokana na nini na huwa yanamaanisha nini? Sasa leo nitakuja kuelezea kifupi. Umeelewa? Ka historia changu kafupi mpaka tulipofikia hapa. Kuhusu mambo ya TikTok tu, sio mambo yangu ya maisha. Haya, kwa majina kabisa kamili naitwa Slim Said Hemedi. Umeelewa? Hapo mwanzo nilijifupisha jina langu kwa kujiita Sli Sahi. Kwa wakati huo lilikuwa ni jina ambalo linaweza kupronouncewa, linaweza likatamkwa na baadhi ya watu, lakini baadhi ya watu lilikuwa linawashinda. Hawawezi kulitamka. Hivyo nikapitia nguvu kubwa sana kutafuta jina ambalo lenye kuvutia na lenye maana fulani. Nikatafuta namna 2-3 lakini sikuweza kupata mpaka alipotokea mdada mmoja. Huyu hapa ndio akanitungia jina na kujiita Kayden. Nikamuuliza Kayden linamaanisha nini? Kayden maana yake ni mtu jasiri. Umeelewa? Mtu jasiri kwa sababu gani? Kwa hapo zamani nilipokuwa advance nilikuwa ni kiongozi wa dini. Hivyo basi ikitokea baadhi ya emergency sikuwa na shida kumface hata manager, kumuelezea kwamba changamoto 2, 3, 4 hizi zinamaanisha kwamba sijapendeza nazo. Hata kama licha kuwa manager alikuwa ni kitu ambacho kikaonyesha kama vile kijana mjasiri sana, na ndipo akaamua kunipa jina la Kayden. In case unajiuliza Mr. Chengine lilikuwa limetokana na nini hilo jina? Mr. Chengine linamaanisha nini? Hili jina lilianza kama mzaha na kiutani na wala hata sikuwahi kujipa hilo jina, bali watu ndio walinipa. Story yake inachekesha kiasi fulani, umeelewa? Kwa kipindi hicho mimi nakumbuka tangu 2021 nilikuwa nimeanza kusoma mambo ya psychology, umeelewa? Kwa sasa hivi nahisi nakaribia kutimiza mwaka wa 5 nasoma mambo ya psychology. Ndio maana mimi si lazima sana nipitie vitabu kwenye kutunga pointi zangu, umeelewa? Yeah. Sasa iko hivi, hii ilianzia mwaka jana mwezi wa 3 kipindi cha Ramadhani. Nilianza content nikabaki like kwani sieleze tu content mbona kama vile nimeipenda. Umeelewa? Ndio mara ya kwanza nimemaliza pia kujifunza kuedit CapCut. Kitu ambacho kikanilazimu mimi nianze kutengeneza content. Kwenda kuedit ndio nikanasema katikati ya pointi moja kwenda pointi nyingine nilikuwa nasema nitaje namba 1, 2, 3. Kitu ambacho kawa ni ngumu kwa sababu ya kuzipanga. Ili kuepuka hilo nikaona acha niseme pointi nyingine, pointi chengine. Sasa nikaona chengine. Kwa tu maisani niliona kama ni point ya msingi. Umeelewa? Yaani kwamba ina join point. Sasa kumbe sio Kiswahili bana, kile nimezingua. Sasa kisha tokea kwenye comment section kila mtu ana comment chengine. Sasa sio ajabu sasa nilikuwa nimesharekodi content zisizopungua 10 kwani kuzi-upload. Mpaka pale kumaliza zaidi ya ku-upload video 10. Chengine ikawa ni icon na watu wakawa na suggest jiite tu Mr. Chengine. Na ndipo hilo jina likazalishwa. Haya, najua utajiuliza, kwani TikTok ilianza interest ya wewe kupost TikTok ilianza mwaka gani? TikTok mimi nimekuepo tangu 2019 I think. Nilikuwa nishaanza TikTok lakini I never take it serious like that, you know. Nilikuwa tunapost nikapost tu video 3 sijui nikaishaga tu kuachana nayo, ikaenda yaani sikuwahi kuitake serious. Umeelewa? Nilipofika 2023 nilipomaliza form 6 sasa ndo nikawa na interest kubwa ya mimi kutengeneza content za TikTok. Na hapo sasa nikaanza na content. Kitu ambacho mimi nilikuwa nakifuatiliaga sana. Mimi ni mchambuzi sana wa movie. Na nilianza kuchambua movies tu Spider-Man. Napenda sana movies za science fiction. Sitaki kuambiwa wewe ni mtoto utajijua mwenyewe. Nilikuwa napenda sana movies za science fiction. Umeelewa? Kwa wakati huo mimi nilikuwa nasipenda sana na nilikuwa nafanya uchambuzi wake. Na nitakuachia mfano wa video moja hapa ambapo nilikuwa nafanya hayo mambo. Umeona hiyo scene hapo kwenye The Spider-Man? Licha ya kuwa Marvel wana graphics nzuri sana za kuedit, lakini walitaka ICM iwe katika uhalisia sana. Kwa hiyo jamaa ilimchukua mara 156 kuweza kupatia hiki kitendo unachokiona hapo. Alo baba, hakuna editing hata moja iliyofanyika. Wakati huo nilikuwa nimefungua account yangu ya Kayden TZ. Nilipambana nayo kwa muda wa miezi 9. Cha ajabu nilifanikiwa kufikisha followers 1000. Lakini baada ya hapo account nilipoteza. Baada ya kubadilisha simu kutoka Infinix Hot 10T kuja sasa hivi natumia Google Pixel 6 Pro. Kitu ambacho sikuwa nakumbuka password, sikuwa nakumbuka email, sikuwa nakumbuka kitu chochote na hiyo siku ikapotea kila kitu. Ilikuwa ni msiba sana kwa upande wangu. Lakini end of the day ndo nitajaribu kutengeneza video. Afu hii video nitakayoitengeneza ni edit, baada ya kuedit ndo ni upload. Kwa nikaedit afu kwa bahati mbaya nikaja kuposti saa 1 usiku. Kumbe ndio muda ambao watu wengi wako active na ikabust. Ndani ya siku moja tukabadilika followers 1000. Na baada hapo ndio ikaendelea mpaka leo hii unavyoniona.
imekuwaje kutoka kutafsiri movie ikaja mpaka swala la kuanza kufanya mambo ya saikolojia? Kwani ili happen vipi? Unajua kuna vitu unaweza kuvisoma lakini kwa upande wako unaona ni kitu cha kawaida, sio issue kubwa sana. Yani it's not a big deal to my side. Yani sikuichukulia kama vile ni kitu ambacho kinahitajika na watu wengi sana katika jamii. Mpaka nilipopost hiyo video ya kwanza, ili basi mbona nikabaki yani in one day nikagain 1000 followers. Yani hapo mwanzo kote nilikuwa napambana kufikisha followers kwenye haikuwahi kutokea. Nilipopost hiyo video moja, wow, 1000 wakatokea. Nikabaki what? Sikuamini macho yangu. Nikabaki kwani is this combination kitu kinachohitajika sana na watu wengi? Sikuwahi kujiona hivyo. But after there nikapost video ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ikaenda wewe ikafika sehemu nilipokuja kupost hii video moja kuhusu dark psychology, ndio ikawa wonders na nikagain 10k followers ndani ya wiki moja. Na baada ya hapo ndo nikawa ni mwendo wa kumsebenza mpaka leo hii unaniona. Leo hii tumefikisha followers 60. Ni hayo tu short story yangu ni kuhusu mimi na mtandao wangu wa kijamii. Kwa majina naitwa KDNTZ, sina mengi ya kusema na asante kwa kusikiliza mpaka hapo nilipofika. I'm sign out.